Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Marko sura ya 16 aya ya 9 hadi ya 15. Yesu alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalena, ambaye kwamba alimtoa pepo 7. Huyo akashika njia akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye, nao wangali wanaomboleza na kulia. Walakini hao waliposikia kama yu hai naye amemwona, hawakusadiki. Baada ya hayo akawatokea watu 2 miongoni mwao, ana sura nyingine, nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Na hao wakaenda zao wakawapa habari wale wengine, wala hao hawakusadiki. Baadaye akaonekana na wale 11. Walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwasadiki wale waliomwona alipofufuka katika wafu. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Neno la Bwana. Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni tarehe 11 mwezi wa 4 2026, ambapo ni Jumamosi katika oktava ya Pasaka. Imani ni zawadi toka kwa Mungu, si kitu ambacho tunaweza kukipata kwa nguvu zetu wenyewe. Kuna namna ya pekee sana ambayo Mungu anaweza kutupatia zawadi hii. Mtu anaweza soma Biblia yote akamaliza, akawajua wateolojia mahiri na kusikiliza wahubiri maarufu bila kuipokea imani. Sio rahisi kuamini kwamba mtu amefufuka kutoka wafu. Maria Magdalena aliwapasha habari njema wale wafuasi wa Kristo kwamba Kristo amefufuka kutoka wafu. Ilikuwa vigumu kwao kumwamini. Si jambo la kushangaza kusikia hivi, kwa sababu ni ngumu kwa binadamu kuamini kuwa mtu aliyekufa amefufuka kutoka wafu. Kristo anatutaka tuipokee imani na kuitangaza kwa ujasiri bila kuwa wagumu wa mioyo. Wapendwa familia ya Mungu, kinachopasa kutushangaza juu ya imani yetu ni kwamba baadhi yetu tunaweza kufikiri kwamba tuna imani kwa sababu ilitokea tumezaliwa kutoka kwa wazazi wa Katoliki walioipandikiza kwa kubatizwa tukiwa watoto wadogo. Wengine wameipokea baadaye kwa kubadili dini, au wakafikiri imani hii imekuja kwa kufuata mfano mzuri na mafundisho ya wengine. Kimsingi, hiki ni kipaji cha neema ambacho Mwenyezi Mungu katujalia, na hiyo ndiyo imani tuliyoipata kama zawadi. Kwa upande mwingine, wengine wamebatizwa wakiwa wadogo, yaani waliipokea imani, lakini baadaye wakaikana imani yao, na wengine wameshuhudia mfano mzuri na kusikia mafundisho msingi ya imani bila kuipokea imani iweze kubadili mwenendo wa maisha yao. Hawa tuzidi kuwaombea kwa Mungu siku wabadili mitazamo yao na kuishi imani hii iliyo ya kweli. Wapendwa,
Mwisho, lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia imani kama zawadi bila mastahili yetu. Tujiulize, mimi na wewe, tumeipokea imani ipi? Tunaitangaza ulimwenguni mwote au tunaififisha mahali popote? Tuwe jasiri wa kuitangaza imani, kuishika imani, kuilinda imani na kuitetea imani yetu kwa watu wote. Tumsifu Yesu Kristo. Nawatakia weekend njema. Asante.